Je, mlo wako kwa siku unapaswa uwaje kuhusiana na wanga? Yaani kwenye msosi au kama kwenye plate ambayo unakuwa umeiweka mezani, ndani ya ile plate pawepo na chakula aina ya wanga kwa kiasi gani, ama ule kwa kiasi gani, ili kusudi mwili walau urizike ama ufate zile kanuni za kiafya zinazotakiwa kupatiwa, zinazotakikana na mwili, kusudi mwili uendelee kukua ukiwa na afya iliyo njema. Sasa ninakuleta katika mlo huo ambao unatakiwa, miongozo ya vyakula vya wanga. Cha kwanza, kitu cha kuzingatia ndani ya plate yako ya chakula kwa siku, inatakiwa uangalie uwiano wa ulaji wako. Uwiano na maanisha wanga unapaswa kutoa 45% hadi 65% ya chakula chote kile ambacho kipo ndani ya plate. Kwa ni 45 hadi 65 ya nishati ya kila siku. Hii ni kulingana na WHO au FAO na miongozo mingine ya lishe duniani. Kwa hiyo kwa siku wanga inatakiwa izalishe nishati kwa 45 hadi 65. Lakini pia hakikisha unachagua wanga changamano ama tunasema complex carbohydrate. Kwa kumbe chanzo kikubwa cha wanga ambacho kwa siku inapaswa utumie, basi pendelea kutumia nafaka nzima, mfano kunde, mboga za majani, matunda, kuliko kutumia vyakula vilivyokobolewa au sukari. Kwa kuliko utumie sembe, kuliko utumie soda, kuliko utumie biskuti, basi pendelea kutumia nafaka nzima, mfano mahindi. Kama ni unga basi uwe ni unga wa dona, kama ni jamii ya mikunde basi ni dengu ama maharage na vinginevyo vingi ambavyo nimeshavitaja hapo awali. Kingine cha kuzingatia ndani ya plate yako ama ndani ya sahani yako ya chakula kwa siku, hakikisha unapunguza sukari iliyoongezwa. Nimewambieni hapo awali kwenye mfano wa vyakula vya wanga nikataja kuna vile vyakula ambavyo vina sukari iliyoongezwa. Nafikiri tulielewana. Kwa ukipunguza ulaji wa sukari iliyoongezwa ikawa chini ya 10% ya wanga za kila siku, basi hapo utakuwa umepata manufaa zaidi kiafya. Kwa punguza kula biskuti, punguza kunywa soda, punguza kutumia keki, punguza kula kashata, walau hata kama ukitumia basi isizidi iwe chini ya 10% ya wanga yote ambayo umeitumia kwa siku husika. Lakini kingine, ndani ya sahani yako ya chakula kwa siku hiyo hakikisha unajumuisha vyakula vyenye nyuzi. Kwa mfano lenga walau gramu 25 hadi 35 ya nyuzi ambayo inilishe kwa hiyo siku. Lakini pia panga ulaji wa chakula kwa vipindi. Hakikisha unakula wanga katika milo yote ili kudumisha sukari ya damu, badala ya kula kiasi kikubwa kwa wakati mmoja. Unakuta mtu ameweka ugali mkubwa kwa wakati mmoja. Kuliko ule hivyo, basi hakikisha unakula portion kidogo kwa wakati. Kama unakula mara 3 basi haina shida. Hakikisha kwenye kila mlo una chanzo kimoja wapo cha wanga kinakuwepo, kuliko kula kujifukiza chakula kingi kwa wakati mmoja. Lakini pia zingatia kiasi unachokula. Ulaji mwingi wa wanga hasa kutoka kwenye vyanzo vilivyokobolewa unaweza kusababisha kupata uzito na matatizo mengine ya kimetabolic. Unakuta mtu ana uzito uliozidi. Na kingine, kwenye msosi wako wa hiyo siku basi hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Maana vyakula vya wanga vyenye nyuzi hufanya kazi vizuri sana endapo vikiwa na maji ya kutosha.